Hello wapenzi watazamaji wa Farijika TV. Leo tunakuja na msanii wetu mkubwa hapa Tanzania, anaitwa Ambwene Yesaya, ambaye anafahamika kwa jina AY. Nickname zake Master, Chapo, Zee na Mzee wa Komesho. Ana majina mengi ila haya ambayo nimeyachagua. Na AY amezaliwa Mtwara tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1982 katika hospitali Ligula. Walikuwa wanaishi Shangani. AY kabla ya sanaa yeye alikuwa ni mchezaji mpira. Baada ya kuvunjika akaingia rasmi katika muziki kutokana na marafiki zake wa pale mtaani walikuwa wanapenda sana muziki, naye akajimix kutokana na baada kujiona kwamba kashapata majeraha katika mpira. Lakini cha kushangaza, baada ya kuingia katika muziki, marafiki zake ambao yeye aliwafuata katika muziki wao waliacha, yeye akaendelea nao mpaka sasa amekuwa ni msanii muhimu katika nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 1995 mpaka 1998 kipindi anasoma Ifunda akapata marafiki wawili ambao Snare pamoja na Buff G. Kipindi hiko AY alikuwa anaishi Morogoro, Buff G alikuwa anaishi Dar es Salaam na Snare yeye alikuwa anaishi Kibaha. Mwaka 1999 AY alianza rasmi kuingia studio, na studio yake ya kwanza ilikuwa inaitwa MJ Record, ambaye producer wake anafahamika kwa jina la Master J. Nyimbo yake ya kwanza kuisikia ye mwenyewe katika redio ilikuwa inaitwa Kipi Kikusikitisacho, na katika nyimbo hiyo waliimba kundi lao ambao lilikuwa linajulikana. Nyimbo hiyo ilikuwa ni ya kundi ambao kundi lao lilikuwa linajulikana OCG. OCG kiongozi wao alikuwa ni Buff G, lakini kwamba wao wenyewe walikuwa wapo pamoja na huwezi kumjua yupi kiongozi wala nini, kwa sababu walikuwa lao ni moja ambao hadi sasa wanaendelea rasmi. Lakini OCG walipata nafasi ya kushiriki katika mashindano ya kuimba ambayo yalifanyika California Dream Upanga. Wakiwa wanashindana, kwa bahati mbaya hawakuwahi kushinda kuwa mshindi wa kwanza, ila wao walikuwa washindi wa pili. Mshindi wa kwanza alikuwa msanii anaitwa Mark D, na mashindano hayo yalianzishwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Slim. Mashindano hayo pia baada ya kushinda ikabidi wabadilishe jina kutoka OCG kwenda CBM Crew, na nyimbo yake ya kwanza kabisa AY kufanya single, yani ukiacha nyimbo za makundi, yeye mwenyewe ilikuwa inaitwa Ratu. Baada ya kumaliza akaja akifanya remix. Acha ile remix ambayo amefanya na Marem Complex, achana nayo, ipo yenyewe original Ratu ambayo amefanya mwenyewe, ila baadaye akaja akifanya remix ambayo alifanya na Marem Complex. Nyimbo ambayo baada ya kufanya vizuri zaidi GK akamshirikisha nyimbo nyingine ilikuwa inaitwa Miko Kumi Haramu. Nyimbo hiyo ilikuwa ya King Crazy GK na yeye alishiriki kufanya nyimbo hiyo. Lakini pia AY hadi sasa hivi ana albamu 2 ambazo ni za kwake mwenyewe, na ya tatu alishirikiana na Mwana FA, Mwana Falsafa. Albamu yake ya kwanza ilikuwa inaitwa Raha Kamili ambayo alitoa mwaka 2003, na mwaka 2005 alitoa albamu ambayo inaitwa Hisia Zangu. AY alijitahidi sana kujichanganya na kufanya kazi nje ya nchi, ambayo yeye alienda zake Uganda, ndipo mafanikio yalipoanzia hapo. Lakini mwaka 2003 alipata pigo kubwa sana jijini Mwanza. Alikuwa Mwanza anafanya show na ilikuwa zamu yake kupanda stejini. Msanii ambaye amemaliza anashuka, yeye anapanda, anapata simu kwamba baba yake mzazi amefariki dunia. Alipata pigo kubwa sana, na yeye ndo yupo stejini anahitajika kupanda na zamu yake imeshafika. Ikambidi
apande aimbe akiwa na majonzi, na tunampa pole sana kwa hilo lililotokea mwaka 2003. Lakini sasa kwa hiyo ambao hamjajua, AY anamiliki au amepata tuzo 32 za music kwa jumla zote. Pia AY ni msanii ambaye alijitoa kuliko, au tunaweza tukasema kwamba alijitoa zaidi ya wasanii wa Tanzania. AY alipata nafasi kwenda Uganda. Yeye alikuwa anafanya kazi ya kubeba baadhi ya nyimbo za wasanii wa Tanzania na kwenda nazo Uganda, na akitoka Uganda, yani kila nchi anayoenda anachukua baadhi ya nyimbo za wasanii na anaenda anazipeleka nchi husika ambayo anaendea. Kwa mfano kama akitoka hapa Tanzania akienda Uganda, anabeba baadhi ya nyimbo za Watanzania afu anaenda nazo Uganda. Kama akitoka Uganda akielekea Kenya, anabeba baadhi ya nyimbo za Uganda anazipeleka Kenya. Katika mzunguko wake huo akaja kaaminiwa zaidi na wasanii wa East Africa. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni hiyo, hadi kafikia hatua akawa manager ya wasanii wa East Africa. Pia amefanya connection za wasanii wengi sana hapa Tanzania, na si Tanzania tu, mpaka East Africa na Afrika Magharibi nzima. Yani kutokana na system yake, AY alijitahidi sana kujitoa katika mifumo hiyo, na wengi cha kushangaza hakuwahi kupata tunzo Tanzania kipindi hiko, na alifanya ngoma nyingi sana, lakini yeye tunzo yake ya kwanza huku tuzo hajawahi kupata, lakini tuzo yake ya kwanza amepata nje ya Tanzania. Umeona hivyo kwa maajabu, na hapo tutajifunza kwamba kuna kitu gani ambacho kilitokea. AY alijitahidi sana kujitoa, lakini kujitoa kwake kilisababisha kwamba wa huku nyumbani wawe kama wamemtenga. Hilo naweza nikasema hivyo kwa sababu kwamba kuna sekeseke lilitokea, nadhani wengi mnalijua, ila kwa wale msiojua tunaweza tukafafanulia. Kuna baadhi ya kampuni walikuwa wanatumia nyimbo zake bila ya ruhusa yake na bila malipo yoyote. Ndio maana yeye baada ya kusimamia kidete, yeye na pamoja mheshimiwa, au kutokana tupo katika sanaa tunaweza tukamuita tu mwana falsafa, walikazania swala hilo ili kwamba waweze kulipwa, lakini hiko kiliwasababishia wasiweze kupata vitu vingi kutoka hapa nyumbani. Hata hivyo pia, na ndio maana yeye alikuwa anapata tuzo nyingi kutoka nje ya Afrika, nje ya Tanzania, lakini ndani ya Tanzania hawezi kupata tuzo. Lakini kwa upeo wangu mimi naona kwamba hilo lilikuwa pia ni sababu, kwa sababu hao watu ambao walikuwa wanadai walikuwa na ushawishi mkubwa kwa mameneja wa Tanzania. Pia kwa wale ambao msojua, AY ni msanii wa kwanza kummiliki manager, sio kumilikiwa na manager, kummiliki manager. Nadhani hapo kidogo itakuwa ni changamoto ambao watu msojua kwamba kumiliki, yani kwamba kazi inapotokea yeye kama yeye msanii, yeye kila kitu anapanga afu ndo anampa mfumo manager wake. Lakini wengi kwamba wanamilikiwa na manager, kazi ikitokea manager akipata, alafu msanii wewe ndo unapangiwa. Lakini AY hakuwahi kupitia njia hiyo, alipita njia yake peke yake. Mpaka sasa hivi Tanzania tumepata matunda makubwa katika mziki wetu, na wasanii wengi wanapata connection. Na kama alitolea mfano mmoja kwamba nchi moja ya kutoka Afrika Magharibi, wao wana mfumo kwamba msanii mmoja akitoka akienda anaenda na msanii mwenzake, inakuwa ni connection, na AY alitumia njia hiyo. Ndio maana unakuta kwamba katika miaka ya 2013 kwa wale ambao walianza kuwa na uelewa, connections zilikuwa zimeanza hapo. Tuliona nyimbo nyingi za wasanii mbalimbali wakifanya nyimbo kutoka nje ya Afrika, nje ya Tanzania, kama hivi za kushirikiana na Nigeria, nadhani nawajua, hatuwezi tukawataja, na kufanya na wasanii make za East Africa ilikopo ni simple, ila nje ya East Africa ilikopo ni ngumu. Lakini pia AY ni msanii wa kwanza pia kufanya nyimbo na kupata lebo nchini Marekani. Kwa wale ambao msiolijua, msisahau kulike na pia kucomment. Hiyo ndo maana nikasema tunatoa kwa ufupi
na kuielezea kwa ufupi. Msisahau kulike pia na kucomment kupitia channel yetu ya Farijika TV. Karibuni, mtapata vitu vingi zaidi kupitia Farijika TV. Asanteni sana.